siku ya pili, ngojea hata siku ya tatu, ngojea hata siku ya nne, mpaka wakati Mungu atajibu maombi. Wacha wasiwasi, wacha kuyumbayumba, wacha kuona ni kama Mungu amekuachilia. Bado Mungu yuko pamoja na wewe, na wakati ukifika utapona. Amen. Sema amen. Amen. Bora tu nituwe na urafiki na Mungu. Sema amen. Amen. Na kuuliza swali, wakati hao vijana watatu, neno linasema walikuwa vijana watatu, walikuwa wanapita kwa Abraham, ni wao walipisha kwa Abraham ama ni Abraham aliwaita? Zini Abraham aliwaita akasema, hey, simameni, ninaona mmechoka, naomba mtulie hapo, mpumzike pamoja na mimi, nimletee maji mnawe miguu yenu. Walipokubali kunawa miguu, akawaambia, ninamuomba nimletee kitu kidogo mnaweza kula. Wakamwambia, hapo umefanya vizuri, enda ufanye vile umesema. Abraham alipoenda akachukua ng'ombe moja, ilikuwa smart. Neno linasema alichagua ile ng'ombe si gumu sana. Sema amen. Akawapikia haraka haraka, akawaletea nyama na maziwa, akaambia mke wake Sarai, akamwambia, Sara, chukua sasa unga kama mikate, lete hiyo mikate. Sema amen. Akawatayarishia chakula ya kiufalme, mikate na nyama na maziwa. Sema amen. Ule upendo ukavutia Mungu kutabiri. Sema haleluya. Mungu alipokula na akakunywa, kwa sababu neno linasema Mungu akauliza, kwa nini Sara unacheka? Kwa hivyo wale vijana watatu walikuwa uwepo wa Bwana, walikuwa Mungu ndiye alikuwa amewatembelea. Sema haleluya. Na wakati Ibrahim alikuwa anaongea na wao, walikuwa tu kama Abraham. Abraham alikuwa anaona vijana, kumbe walikuwa uwepo wa Bwana, walikuwa Mungu mwenyewe. Kwa sababu Sara wakati alikuwa amecheka, Mungu akauliza Sara, kwa nini Sara unacheka? Na wale vijana waliuliza kwa sababu walikuwa nani? Mungu. Sema amen. Amen. Sitaki kuenda tutuo tunakaribisha. Ninataka uone hivi, ukaribu wetu kwa Mungu, ukaribu wetu kwa Mungu, upendo wetu kwa Mungu ndio utafanya zile agano tulitabiriwa na tukasahau itimie. Sema amen. Amen. Lakini unapoondokea Mungu, unaposema mimi nimeishi kwa kanisa na sijaona kufanikiwa, unapoondokea Mungu unaondokea baraka zako. Sema haleluya. Abraham pia aliwaita, ule ukarimu aliwaonesha, ukafanya watabiri waseme, vile umetufanya mwaka ujao wakati kama huu utakuwa umebarikiwa na mtoto kijana. Kile Mungu alikuahidia kitatokea kwa sababu ya ukarimu. Sema amen. Sasa upendo wa watu, tumekosa ukarimu, tumekosa upendo na Mungu. Sema amen. Juzi nilikuwa ninaomba, nikasikia kitu kinaniambia siku ya leo kutokea mtu ndani yetu ajaribiwe kama Abraham, ajaribiwe kama Ayubu. Nani anaweza simama na huyo mtu? Tutaanza kusema wewe kayo utiganiye, wewe todo toe kuhoya, wewe wale tendo cia Mungu, tukomeria kurehe makesi na kuoneka toba. Sema haleluya. Tono wakwaga uwepo wa Roho wa Bwana ndani yetu. Tukiwa na uwepo wa Roho wa Bwana, tutakuwa na hizi nguvu za kukaribisha wengine na kushikilia wengine na kukula pamoja na wengine. Sema amen. Amen. Roho wa wendo urehagwo ni kumana kiriri, na wendo niguo tumaga Ngai onekana. Ibrahimu ni tondu wa wendo wake akiona kiama, akiramirwo kugea mwana, ona mahĩtũkĩtie mahinda, Ngai akĩmaririkana ihinda rĩngĩ. Sema amen. Ithuĩ tondu wa wendo witũ na Ngai, mwaka ũyũ maũndũ maitũ nĩmekwagĩrĩra. Sema amen. Ndũgatuĩke mũndũ mũkumu mbere ya Ngai. Heana indo ciaku mbere ya Ngai. Heana
waku utuike igongona. Menyaga guthiaga mbere ya Ngai kwirutira igongona. Menyaga guthiaga mbere ya Ngai kumwita tiga gweterera gwite. Sema amen. Tondu andu aingi maigaga ni Ngai waga kunjira kuria ndithomaga riu ndikaraga mucii. Waga kunyuria kanitha Ngai ndikaraga mucii. Ni guikaraga mucii na ndukuona njira. Sema amen. Niwe woe ikinya wire Ngai gumagara na unorie kuria kwagirire na unorie haria ingikuhoya na maharo nigetha nake Ngai kuhitukira Roho Mutheru amutware njira-ini iria ciagirire ni undu waku we mwene kuoya ikinya ria kwarahuka na kumagia Ngai. Sema amen. Githĩ Ibrahimu gĩtĩtie riũa kiugo kĩake kĩrĩa Ibrahimu egĩtĩtie riũa rungu rwa kamuti no rĩrĩa onire anake aya atatũ akĩriganĩrwo nĩ riũa akwĩyũĩte akĩambĩrĩria kũmeta na akĩambĩrĩria mĩhang'o ya kũmatuga akaanza shughuli ya kuwakaribisha na kuwashughulikia. Hii shughuli ikafanya ikafanya Mungu amkumbuke wakati mwingine. Sema amen. Ithuĩ kĩrĩa twĩ nakĩo nĩ kwĩhonereria nda citũ tũkariganĩrwo nĩ Ngai. Mahinda marĩa maingĩ twĩ cuguri-inĩ citũ no ngĩrwo nginya ũhoe ndũngĩona time ya kũhoya. Sema haleluya. Juzi tu nilitembelewa na wageni, tulikuwa tunaenda safari mahali, nikawaambia before tutoke wacheni tuombe. Wanasema na vile Masai imeharibika, lakini wakati tulikuwa tunakunywa chai Masai ilikuwa, wakati tunapiga story Masai ilikuwa, lakini wakati nasema wacheni tuombe ili tutoke na uharakisha Masai inaenda sana. Yaani time ya maombi inaonekana ni kama unaleta kitu ambao haifai. Na hivyo ndivyo tuko. Hata wewe ukiamka asubuhi, time ya kunywa chai iko, time ya kuoga iko, time ya kujipaka mafuta iko, time ya kwenda kwa kioo kujitazama vizuri iko, lakini time ya kuomba, kuambia Mungu nikitoka hii nyumba andamana pamoja na mimi, wacha mapenzi yako yatimie, ya shetani yaangamie, hiyo hatupati. Na ndio unaona hata Wakristo yale mambo inapata wale watu wa dunia, hata sisi inatokea kwetu, kwa sababu ni jina tu tunajiita Wakristo, but matendo yetu haina tofauti na watu wa ulimwengu, haina tofauti na watu wa ulimwengu. Sema amen. Mtu wa ulimwengu akiitishwa deni na pada, wewe nilipe deni yangu, hata Mkristo anaitishwa deni na pada kwa sababu amekataa. Haleluya. Mtu wa dunia wakipigana vita ya mikono juu ya kamba ya kuandika manguo, hata Mkristo bado wanapigania hiyo kamba. Tabia za kidunia tumezileta kwa Mkristiano, na sisi ndio tunafaa kuwa mwangaza kwa wengine. Watu wakituona wanatamani wokovu, watu wakituona wanatamani Mungu, watu wakituona wanatamani kuishi kwa kanisa. Sema amen. Amen. Galia mwenzako umwambie lazima tutabadilisha maneno. Huu mwaka Mungu anataka watu wako serious na yeye. Watu watampenda kwa roho zao na kwa mali yao, na watu watampatia Mungu nafasi, na watu watamkimbilia waende wamtafute Mungu. Sema amen. Tukiwika hadu hamwe atitwegwo ni Ngai, hatutakaa mahali tutafutwe na Mungu. Sisi ndio tutasimama tutafute Mungu kwa bidii zote, na tumwambie Mungu, kweli wewe ulituonesha njia wakati ulitoa mtoto wako wa kipekee, na ukasema, na Yesu akasema, mimi ndio njia, mimi ndio uzima, na mimi ndio kufika. Sema amen. Vile Jehova mara ya kwanza ulituonesha njia, hata mara ya pili tunaomba ututengeneze njia. Sema amen. Abraham alitabiriwa mara ya kwanza, na hata mara ya pili Mungu akajidhihirisha kwake kwa sababu ya ukarimu. Yokia mwenzako mwambie kuwa na ukarimu. Kuwa na ukarimu.
Ukiona mtu mpaka unainama apite, hii ndio inafanya tupoteze baraka zetu. Haleluya. Inamudu Abraham anaendea watu kwa barabara, anawaambia mnaenda wapi? Kujeni mkule na mkunywe kwangu, alafu mnaye miguu muweze kuendelea na safari. Sema amen. Niyo rama pengerera arachoka kama heiya akama henyama na kama hemigati idunia jeka. Sema amen. Ili utokiona ageni twabakuta kimere araida kwai lakini mambo maria kineno mamenine. Sema amen. Utokagia ageni keria oekera guthumbura ona nguo. Mgeni akikuja kwako useme wacha nipatie nguo, unaenda kwa watu wote unaangalia ile haufaki, ili unakaa kwa muda bila kufaa. Ukakaka kaguo ni kapo ye hii nguo ilipo juu na mtorea. Lakini Abraham alienda akachagua ile ng'ombe inampendeza, akatoa maziwa kwanza kiwa kelea ama hayo ili ya maziwa mala na maziwa fresh. Sema amen. Alafu akaambia mkewe, chukua unga ya ngano, pika chapu sile smart muturia muhimu rehe atua ya mali. Na that time Abraham wako anajua ya kina nani. Sema amen. Wewe ukoro na roho agutugana, no ukoro na roho akunyitana ngeni, no ukoro na roho akwenda yuko. Sema amen. Na ndio mimi naambia watu, ukitaka kujua ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu kwetu unafaa kuwa wa kwanza. Udhamaki wa Ngai thĩinĩ witũ ũbatiĩ gũkorwo wĩ wa mbere. Maũndũ maku mothe makorwo me ma kerĩ, no Ngai akorwe first. Uanzie na Mungu nazo baraka zikufuate. Sema amen. Sisi tunatakaga hivi, tuanzie kubarikiwa, tujue Mungu yuko. Sivyo ndivyo tunakuanga. Mungu nibariki nijue huko, Mungu nipone nijue huko, Mungu niinue nijue huko. Lakini si hivyo. Mpako wa Mungu si hivyo. Nuamini Mungu, kupitia kumwamini hiyo shida uko nayo akuondoe. Na hata kama haitaondoka bado anabaki kuwa Jehova. Sema haleluya. Yaani tusiconfuse mambo. Wacha kujaribu Mungu aliyekuumba. Wacha kujaribu Mungu aliyekufanya nini? Kuumba. Ibrahimu onagite mwana tondu na ndamenyaga kana no agie amenyaga wega nie Ngai kuheana gwakwa ndikikweheria, gutugana gwakwa gutikigaruka ni kwaga mwana, guturia wihokeku nginya matuko makwa ma mwisho. Sema amen. Iwe handu ha guturia wihokeku tulia tukinyianiagirwe. Hapa kuna watu waliokoka wakalia wakati pastor alitana watakao karibu mtu anataka kuokoka, ulienda ukilia ukiimba wimbo nioshwa dhambi zangu ila damu yako Yesu, unaenda ukiimba cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Uliokoka ukilia, ukawa na mtu wa ushuhuda, hey, praise God, nimeokoka. Siku zikaenda, ukaanza vituko na kuongea vile unataka. Shetani ashindi. Unapata Kristo kwa kilabu, anakunywa kachupa kamoja, anasema unajua ya dunia tutaiwacha dunia.
Na Bereni alikuwa anaona kilango, anasema Shetani ashindwe kwa jina la Yesu, na wale wako huko na wafungua kwa uwezo wako wa Bwana. Ni uliohonokete mwaki wa roho umeokoka, moto wa roho umekuja. Haleluya. Unaona kijana kama huyo akiwa akisalimiwa na msichana, sasa anamwambia amen, mimi nimeokoka, Kristo ni Bwana. Unapoendelea unasema hata mna kila kitu unafanya. Maisha ya siku hizi ya wokovu imekuwa confused. Haujui ameokoka na haujui yule mtu hajaokoka. Gitabu, unaelewa? Sema amen. Amen. Gitabu aliniambia na sitaki uonekane kwa kamera. Ile kati alikuwa anaenda, wakimaliza chachi walikuwa wananunua pombe wanakunywa hapo. Kale kasadaka umetoa wanakahesabu. Sasa nikamwambia ndio unaona Mungu amekuacha. Si ati uliopewa vibaya. Hizi vituko ndio zimefanya Mungu aache. Na hata ukisikia ule sio wao akisema wahubiri hajashindwa na kitu, anasema ubaya wake ni kuweka watu wote pamoja na hajatumwa na Mungu.